Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ndugu zangu mnanitazama hivi sasa, nataka nizungumze kwa leteni dua ambayo itawasaidieni kwenye matatizo mazito mazito, hasa kwenye kuondoa vitimbi vya uadui na kukidhia haja zetu na kuondoa matatizo na mipango na mbinu mbalimbali za maadui dhidi yako. Sasa katika hili jambo nataka nitoe kwanza utangulizi kama ifuatavyo. Unajua sehemu zote za riziki zina fitina. Yaani wewe unaweza ukawa umefungua kigenge chako, lakini pakawa pana fitina mtaani ajabu ya Rahmani. Inawezekana ikawa wewe hata basi huna kazi ambayo labda ya kuingiza pesa sana, lakini watu kukuona tu kwamba una kazi fulani tayari wameingiza uadui. Lakini kuna wengine wameajiriwa katika maofisi huko, watu wanapigana vita sana, watu wanarogana sana, lakini pia kuna ndoa ambazo zina uadui. Unakuta katika zile ndoa kuna baadhi ya watu hawakupenda wale watu waweze kuoana, kuna baadhi ya watu hawakupenda wale watu wapendane, kuna baadhi ya watu hawakupenda kuona wale watu wanafanikiwa. Kwa hiyo kuna uadui. Kuna wakati mwingine uadui inaweza wewe usitambue kwa haraka, lakini una uadui. Na niwaambieni kitu kimoja kwanza, yani ukitaka kutengeneza kheri katika mambo yako, usikimbilie sana kwenye kuitafuta kheri. Kimbilia sana kwenye kuondoa kwanza vikwazo vinavyosababisha usifikie katika malengo yako. Kuna wakati mwingine hizi dua tuzisome, lakini tuzisome kwa akili sana. Tusome kwa akili sana. Dua ni silaha ya muumini. Lakini wewe muumini natakiwa utumie sana akili. Kwamba unajiangalia wewe shida zako ulizokuwa nazo uanzie wapi. Sasa leo kuna watu maofisini wana matatizo, kuna watu kwenye ndoa wana matatizo, kuna watu mtaani wana matatizo, kuna watu hapa wameshabambikiwa kesi, yani kesi ambazo hazina misingi aina yoyote. Kuna watu leo wanalipa madeni ambayo sio ya kwao. Kuna watu leo mambo yao hayaendi, biashara zao haziendi, kazi zao haziendi, mambo yao yamekufa kabisa. Leo kiambia bwana huyu ndo alikuwa na duka la jumla hapa mtaani, ndo alikuwa akiongoza katika eneo hili, alikuwa na duka la jumla, uwezo kaamini jinsi hali yake alivyochoka, hali ilivyokuwa mbaya. Kwa hivyo tujitahidi sana tunapotaka pia kufungua kheri, tupitie njia za kuondoa, kwanza kusafisha njia, kuondoa uadui wa maadui zetu. Sasa kama una shida ya aina yoyote na unataka kuondoa uadui, au kuna mtu anakutisha na kwambia mimi nitakufanya vivyo ninavyotaka mimi, yaani kuna watu wanajifanya wao ni miungu. Mtu anakutisha kabisa, wewe bana, wewe sidhani kama utatoboa, wewe bana, wewe mwaka huu utaona. Mambo kutishana hayo. Mtu anaweza kumtisha mwenzake maneno kama hayo, akamtisha mtu akakosa amani kabisa. Na wengine wanatishana mpaka hadi katika misingi ya ndoa hii. Kwa mfano, unakuta kabisa kwamba mtu ameolewa, lakini baadaye wakaja wakashindwana na mume wake, ikawa yule mume kampa talaka yule mwanamke na ida yake imeisha. Umeona vizuri? Au tayari ameshakuwa na maisha yake mengine tofauti, ameolewa alhamdulillah, amepata ndoa nyingine. Basi huyu mwanaume atamtisha yule mwanamke, nitakufanya hivi, hutakaa na mwanaume, hutakuwa hivi na hivi. Yani mambo ya kuogopeshana na mambo ya kutishana. Huu ni uadui wa aina kubwa sana. Kuna wakati pia napenda hapa nisimame kidogo nieleze, kuna baadhi ya watu ambao unakuta wamefarakana na wanawake, lakini wanawafunga wanawake wasiolewe kwa kutowapa talaka. Yani inakuwa kama ni adhabu. Yule mwanamke ana miaka sasa hivi 6-7 hajapewa talaka, na kwa bahati mbaya unakuta na wale wanawake hawajui sheria kwamba wanatakiwa afanye nini ikiwa mume hajampa talaka. Sasa yule anakuwa anasengea, anamtengenezea uadui katika mambo yake, anamtengenezea vifungo katika mambo yake. Kwa unakuta ni moja katika njia ambayo ni ya uadui. Sasa njia ya kutatua matatizo ni kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuomba Mwenyezi Mungu atutatulie matatizo yetu, vinginevyo utatumbukia sehemu ambayo kutegemea. Twende haraka. Hii neno la Mwenyezi Mungu au kauli ya Mwenyezi Mungu, laisa laha min dunillahi kashifa, utaisoma mara 1150. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa laha min dunillahi kashifa, laisa laha min dunillahi kashifa, laisa laha min dunillahi kashifa, mara 1150. Na kila baada ya 100 utasoma dua hii, Allahumma bihaqi hadhihi al-ayati sharifa
wama hawat min al-asrar al-munifat an tasrif anni kaida fulan bin fulan. Hapo utataja jina la mtu ambaye ni adui yako au maadui zako. Mwenyezi Mungu kwamba unaondoshe vitimbi na uadui wa fulani bin fulani. Wa sharrahu Allahumma ruddu kaidahu fi nahri. Mwenyezi Mungu mrudishie vitimbi vyake mwenyewe, yani ule ubaya na kufanyia wewe, uchawi na kadhalika, urudi kwake mwenyewe. Allahumma shaghalu an bi shaghil la yastati lahu radahu la yastati radahu ya Allah ya Allah ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Mwisho utasoma ile kauli ya Mwenyezi Mungu, salamu qawlan min rabbir rahim, mara 18. Hii ni dua mujarab sana ya kutatua matatizo na kurudisha uadui na kurudisha kisasi cha watu wanaokufanyia ubaya. Inshallah taala, kwa wale ambao wanahitaji visomo na hiki kitabu ambacho kinaeleza habari hizi, unaweza kunitafuta tu muda wote saa yote na unaweza ukakipata. Inshallah tutaelewana utaratibu. Naitwa Sheikh Zubair, namba zangu ziko hapo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.